Mtazamaji, moja kwa moja na kupeleka katika kaunti ya Kisii ambapo mwanahabari mwenza Fred Muture yuko kule kutupasha jinsi upanuzi wa barabara, mashughuli nzima hiyo inavyoendelezwa katika kaunti ile. Muture, hujambo? Hebu tupashe. Tumepata taarifa kutoka kaunti ya Pokot Magharibi, kuna malalamishi pale kwamba miradi imekuwa ikiendeshwa ndivyo sivyo. Kisii namna gani? Lofty, asante sana Lofty. Hapa niko katika kaunti ya Kisii na tunaona kwa halmashauri ya ujenzi imechukua hatua ili kupanua baadhi ya mabarabara katika eneo hili ili kuweza kusaidia katika msongamano wa magari. Pia kunakuwa na ajali ndogo na pengine kubwa. Naona kwa wamefika katika eneo hili. Tunaona kwa katika eneo la Kisii kuna wahudumu wengi wa bodaboda na barabara ni pana. Na huku kuna magari, pia idadi ya watu imeweza kuongezeka sana. Na naona kwa hatua ambayo halmashauri ya ujenzi nchini, yani kura, imechukua, huenda ikawasaidia ama ikawanufaisha wenyeji wa Kisii kwa njia moja ama nyingine. Hapa nimeungana na mkurugenzi mmoja kutoka halmashauri ya ujenzi na ambaye pia ni ndiye atasimamia kandarasi ya barabara hiyo ya kutoka Kisii na kuunganisha barabara ya Migori na kuunganisha pia barabara ya Uyugisi inayoelekea Kisumu. Haweze kutuelezea ama haweze kutufafanulia barabara hiyo ina manufaa gani na itagharimu pesa ngapi katika ujenzi. Karibu sana katika KTN. Thank you very much. Ningependa ujitambulishe kwanza. Thank you very much. I'm Engineer Gordon Okelo. I work for Kenya Band Roads Authority. This is an authority that does roads in the urban centers and cities. Right now we are in Kisii. We are doing a bypass in Kisii town. It's phase 1 of the bypass, and it's one among many that we are planning to do. We have seen that the town itself, the major highway that is passing through the town, during market days you cannot move within the town. But when we do the bypasses, people will be able to move swiftly. If you don't have anything to do in town, you will use the bypasses. Now, the phase 1 that we are doing, we have seen that it's going to benefit people a lot because, one, it will increase the travel time. You will take very short time going to your destinations. Secondly, it will improve the livelihood of the places that is going to pass through. And that's why today we are here to have a stakeholders meeting on the social environmental impact. We are trying to assess the impact that it will have socially, the impact that the proposed project will have environmentally, and we are getting the stakeholders' views in terms of those impacts, whether negative or positive. So the views are going to help us to get the license to allow this project to continue. Yes. So what are the people you are meeting here? Watu ambao unakutana nao ni watu wa aina gani? The people we are meeting here are actually the people who are living or staying along the road that we have proposed to do, and also the key opinion shapers and the leaders of the area, the MCAs, the county commissioners, and also the chiefs. Yeah, these are people who are actually with the people on daily basis. Right. Yes. Na tuseme kwa barabara hii inaweza kugharimu pesa ngapi serikali? The proposed road is going to cost us around 450 million. That will entail there are some renovations, rehabilitation that we are going to do. Those are roads which were good sometimes back, but already now they are dilapidated. Now we are going to do such, and also there is a new road that we are doing, which is about 5 kilometers. Yes. Asante sana Lofty. Hapa pia kuna naibu kamishna kutoka kaunti ya Kisii pia. Kamishna, karibu katika runinga ya KTN. Naona kuwa watu wameletwa hapa ili kuhamasishwa juhudi ama shughuli ya barabara, ya ujenzi wa barabara itaendelea. Wewe je, umehamasisha watu? Kwa sababu kwa upande mmoja mwingine watu wanalalamika kuwa barabara huenda ikawagharimu, huenda ikachukua shamba lao. Umewahusisha vipi katika kujihusisha na kujua kuwa barabara itawanufaisha kivipi? Asante. Mimi naitwa Peter Mbugi, Deputy County Commissioner wa Kisii Central. Nataka kushukuru kwa sababu hii barabara watu wamekuwa kingoja kwa muda mrefu, na ni vizuri sana sasa kura imeanza hii kazi. Leo tuko na mkutano hapa ya watu ambao wako katika area hiyo ya barabara kuweza kufundishana na kuweza kuelewa kwamba hii barabara itakuwa namna gani. Najua yoyote mwananchi yoyote anaishi Kisii anajua shinda ile tuko nayo katika barabara yetu, especially wakati wa market days. Kila mtu anajua shinda ya daraja mbili, na hii barabara itakuja kuokoa sisi kutokana na hiyo shida. In fact, ukija wakati wa soko
unaweza poteza masaa 4 kwa jam. Si kwamba si mpangilio, ni kwamba tuko na magari mengi, tuko na watu wengi na activities pia ni nyingi. Kwa hivyo inachukua muda mrefu sana kwa mwananchi ambaye alikuwa anatoka Nairobi kufika Migori kupitia hiyo barabara. Kwa hivyo sasa tunaona kwamba wakati bypass inatengenezwa na watu wamefurahia sana, ni kwamba itaweza kurahisisha usafirishaji wa watu na mizigo kutoka pande hii kwenda ng'ambo ile ingine. Nafikiria wananchi wanafurahi, na pia kutoka kwa mkutano huu tuko nao leo ambao unahusisha kila mtu ambaye ako katika hiyo barabara, tutaweza kukubaliana na waweze kuelewa, ndio kazi ikianza tusije tukawa na shinda nyingi. Maswali yote itajibiwa leo, wale wako na maswali watauliza, na nashukuru maofisa kutoka kura wamekuja kuweza kuwaeleza na kujibu maswali yote. Yetu ni kwamba tutahakikisha kwamba tumeunga huu mradi mkono kwa sababu ni kwa manufaa yetu. Kama unavyojua, watu ya Kisii wanafanya kazi sana, ni watu wenye bidii. Ile wanahitaji tu ni barabara, stima na maji. Ukiwapatia hiyo, kazi yao inakuwa inanyoroka zaidi. Asante sana. Asante. Hapa pia Lofty, nina mwenyeji mmoja hapa ambaye barabara ataathirika kwa njia moja ama nyingine kwa barabara hii ikipita karibu na kwake ama kwenye shamba yake. Kwa majina ndugu wetu. Kwa majina mimi naitwa Nicholas Netiongwae. Mimi ni mkaaji wa hapa. Na kule imefanya kitu mzuri sana, hata sisi tutafurahia. Mimi hata watoto wetu wanasoma Kisii Primary. Ile bridge ya Kisii Primary hapo kwa maji ni mbaya sana. Mtoto akianguka chini ataweza kuumia. Hata najua iko Chamwe Kinyasa, barabara yetu hata wakifanya hiyo highway hapo na ile natoka pande ile Chamwe itakuwa ni rahisi sana. Najua na Wakisii hapa ni watu wa business, wanapenda kazi yao, wanapenda biashara. Wasimulike hata mtu yao kitolewa wasione mbaya. Hata sisi tutafurahia sana kwa hiyo barabara, wasahau watu wamekuwa wengi Kisii. At least kule tasaidia sisi sana. Kwa hivyo wacha tukuje pamoja, tusaidiane hiyo barabara ikikua, hiyo ni maendeleo mengine imekuja mzuri sana. Kwa hivyo mimi tunasema kule maliza hiyo kitu kwa haraka, ndio watoto wetu hata wale wanasoma huko. Sasa wesi kwa matobe. Watusaidia kuweka ram. Alafu sasa hata watu wale wanaishi huko sasa hakuna shida. Watapita njia ya Nyanjo, wengine wapita njia ya Chris Marian. Sasa hata watu wataishi bila problem. Kwa hiyo machache, asante sana kula. Wacha utusaidie. Yeah. Hizo ndizo hisia za wananchi wa Kisii. Lofty, unaona kwa mbali na barabara hiyo kupunguza msongamano wa magari, pia utaweza kupunguza vifo na hata ajali ambazo hutokea kila kuchao katika eneo hili la Kisii. Kwako Lofty. Muturi, kabla kukuachilia, kuna siasa na mchakato mzima wa NASA ambao tunauangazia leo zaidi kama taarifa yetu kuu. Tayari tumeona jana Siaya, kaunti ya Siaya ilijadili mswada huu wa kuwa na bunge ama mabunge ya wananchi ukapitishwa. Tunataraji Vihiga, kaunti ya Vihiga na vile vile Kakamega kuingia katika mchakato mzima. Je, James Ongwae na bunge lake wanasemaje kule kuhusiana na siasa hizi? Katika kaunti ya Kisii Lofty, naweza kuambia kuwa niliongea hapo awali mwendo wa saa 2 kamili, niliongea na spika wa kaunti ya Kisii na aliweza kunielezea kuwa bado wanasubiri, hawajapata mwelekeo thabiti kutoka kwa gavana wa Kisii James Ongwae, lakini tutaweza kufuatilia tu swala hilo tuone kama kaunti ya Kisii pia inaweza jihusisha kwa njia ipi kulingana na mchakato huo Lofty. Naam.